Leo ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025. Karibu katika hali halisi duniani leo. Mimi ni Johnson Jabir. Tuanzie hapa. Abiria zaidi ya 20,000 wamebadili safari zao za ndege na shirika la Qatar Airways kutokana na mgogoro baina ya Iran na Israel kuchukua sura mpya tangu kuanza kwake siku 13 zilizopita. Hatua hiyo inatokana na Iran kushambulia vituo vya anga vya Marekani nchini Qatar siku chache zilizopita. Wakati hayo yakijiri, Donald Trump ameitaka Israel kuacha kuishambulia Tehran na kwamba mazungumzo baina yao yataanza juma lijalo. Wito wa Trump unakuja baada ya siku 12 za mapigano makali baina ya Iran na Israel. And they're both tired, exhausted. They fought very, very hard and very viciously, very violently. And they were both satisfied to go home and get out. And can it start again? I guess someday it can. It could maybe start soon. I think a big telltale sign was when, as you know, Iran somewhat, by not much, violated the ceasefire. Aidha, bunge la Iran limepitisha muswada wa kujiondoa katika shirika la atomiki la Umoja wa Mataifa IAEA, ambapo wanasubiri kupitishwa na Baraza la Ulinzi la taifa hilo. اتمی نیز که حتی حاضر نشد در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند، اعتبار بین المللی خود را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. Iran imesema watu 427 wamepoteza maisha katika vita hivyo, huku watu 4870 wakijeruhiwa. Wakati mgogoro wa Iran na Israeli ukiendelea, jana Jumatano mapigano yameendelea katika viunga vya Gaza ambapo watu 51 wamefariki dunia. Wizara ya Afya ya Gaza imesema Israel imeendelea kufurumusha makombora katika ardhi hiyo, ikishuhudiwa watu 56,077 wakipoteza maisha na wengine 131,848 wakijeruhiwa tangu shambulio la Oktoba 7, ambapo Israel siku hiyo ilipoteza watu 1139 na zaidi ya watu 200 wakishikiliwa mateka. Mamlaka za ulinzi nchini Nigeria zinasema askari wake 17 wameuawa katika shambulio na vikundi vya uhalifu kaskazini mwa taifa hilo waliposhambulia vituo vitatu vya kijeshi. Vikundi hivyo vikiwa na bunduki vilivamia vituo vya Kwanar, Dutse, Mariga na Boka katika jimbo la Niger, huku kituo kingine katika jimbo la Kaduna usiku wa Jumanne. Vikundi hivyo vya uhalifu nchini Nigeria vimekuwa lawamani kwa unyang'anyi na mauaji katika vijiji. Jeshi la Nigeria halijasema hatua zitakazofuata kutokana na uvamizi huo. Niger State na maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria yamekuwa katika hali tete kiusalama kwa miaka kadhaa sasa kutokana na uwepo wa vikundi hivyo vya uhalifu. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amevunja ukimya kwa viongozi wa mataifa ya Afrika kuhusu mgogoro unaoendelea wa Iran na Israel. Museveni katika taarifa yake ya kurasa 5 iliyotolewa amesema mataifa magharibi yamekuwa yakichochea vita hivyo. Museveni ambaye ni mwenyekiti wa mataifa yasiyofungamana na upande wowote amekuwa wa kwanza barani Afrika kuzungumza hadharani kuhusu hali hiyo, akisisitiza ulazima wa mazungumzo ya kidiplomasia ili kusitisha vita hivyo. You are now seeing in the Middle East the war between Iran and the USA and Israel. That is a warning to Africa. How can Africa be secure from all threats by whoever? But a country like Uganda may become prosperous, as it is becoming, but how about strategic security? Can it be secure from all threats, even when it is a developed country but small? If you look at the Second World War, Germany overran countries like Holland, like Denmark,
even France, Belgium, were all overrun by Germany. And it was the Soviet Union and the United States which saved the world from Hitler. And we, the Africans, also took part in those wars mobilized by the British and the French and so on. So, being developed economically may not give you all the security you need. Balozi wa Iran nchini Uganda alimkosoa Museveni kuhusu ukimya wake kuhusu hali inayoendelea katika Mashariki ya Kati. Museveni amesema Israel imeshindwa kutafuta suluhisho na kuwa na mataifa mawili, huku akinyosha kidole cha lawama Marekani kwamba ndio waliohusika kuiondoa serikali ya Iran ya Mohammad Mossadegh na kuiweka iliyopo sasa mnamo mwaka 1979. Museveni anakalia kiti cha muungano wa mataifa 121 yasiyofungamana na upande wowote hadi mwaka 2027. Rais wa Russia Vladimir Putin hatahudhuria mkutano wa BRICS nchini Brazil, akihofia kukamatwa na mahakama ya uhalifu ya ICC ambayo Brazil ni mwanachama. Putin amekuwa akitafutwa na ICC akituhumiwa kwa kuwachukua watoto wa Ukraine kinyume cha sheria ya kimataifa tangu alipovamia Donbas mnamo mwaka 2022. Mataifa yaliyoanzisha umoja huo wa BRICS kwa ajili ya ushirikiano wa kibiashara ni Brazil, Russia, India na China. Mongolia ilinyoshewa kidole cha lawama na ICC kwa kumwacha Putin kuzuru makao makuu ya taifa la Ulaanbaatar mwaka uliopita bila kumweka kizuizini ili kufikishwa ICC kujibu mashtaka yanayomkabili. Na mayai ni miongoni mwa vyakula muhimu sana katika lishe ya kila siku kwa binadamu. Yana virutubisho vingi kama protein, vitamini A, D na E na madini kama chuma na zinki. Hata hivyo, licha ya faida zake kiafya, kuna mjadala mkubwa kuhusu njia bora za kuyahifadhi. Watu wengi wamezoea kuyahifadhi mayai ndani ya fridge, wakiamini kuwa kufanya hivyo huongeza muda wake wa kudumu. Hata hivyo, wapo wanaoamini kuwa mayai hayapaswi kuhifadhiwa kwenye fridge. Wataalamu wa masuala ya afya wanasema kuhifadhi mayai kwenye friji kunaweza kusababisha mabadiliko ya hali joto. Wakati yai linapotolewa kutoka kwenye friji na kuachwa kwenye hali joto ya kawaida kabla ya kupikwa, linaweza kutoa unyevu juu ya ganda lake. Unyevu huo huongeza uwezekano wa bakteria kama salmonella kupenya ndani ya yai kupitia ganda, ambapo ni hatari kwa afya ya mlaji, hasa kama yai hilo halitapikwa vizuri. Aidha, katika nchi nyingi ambazo mayai hayajaoshwa kiwandani, ganda la yai huwa bado na safu ya asili inayolinda dhidi ya bakteria. Safu hiyo huitwa katika kusaidia kuzuia vijidudu kuingia ndani ya yai. Lakini mara nyingi mayai yanapowekwa kwenye friji, watu huyasafisha kabla ya kuhifadhi, jambo ambalo huondoa ulinzi huo wa asili na kuyaacha mayai yakiwa katika hatari zaidi ya kuharibiwa na vijidudu. Hata hivyo, wataalamu hao wanashauri kuwa ni muhimu kutambua kuwa katika nchi nyingi barani Ulaya na Afrika, mayai huhifadhiwa kwenye hali joto ya kawaida bila matatizo yoyote ya kiafya. Hii ni kutokana na sababu za mfumo wa uzalishaji na usambazaji wa mayai huangalia zaidi usafi wa mazingira na muda mfupi wa kuyasafisha kutoka kwa mkulima hadi kwa mlaji. Kwa hiyo hakuna ulazima kuyahifadhi kwenye friji ili mradi yawe katika mazingira safi na yenye ubaridi kiasi. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir. Endelea kuwa nasi. Hali halisi, ukweli haubadiliki.